Jina la Bwana lipewe sifa. Mimi naitwa Prophet Jeremiah Moisaka. Today I want to share a mind-blowing revelation, knowing that somebody is gonna be blessed in Jesus name. Nilikuja kumtembelea mama na bila shaka mama anapenda pia wajukuu. So akawa ametafutia mjukuu wake mmoja a very beautiful amazing dress. Aliipenda kwa sababu iko smart, authentic. Alafu pia mimi huwa napenda color black. But surprisingly, mtoto alipokuwa amelivaa, my spirit was irritated. Nikasema hebu niliangalilie. Kuliangalilia vizuri, nikaona kuna some graphics materials ambazo azimpatii Mungu tukufu. Nimeona there are some demons here. Kuna popo, kuna ghosts, genies. Alafu pia kuna mahali kuna makaburi, hata kuna lingine limeandikwa RIP. Na kuna mahali hata kuna temple ambayo iko na pembe. So this means it gives credits to the demonic kingdom, diabolic kingdom. So bila shaka nikamwambia mama, next time ukiwa unanunua nguo hakikisha unaangalia zile michoro ziko pale, yale maneno yako pale. Because why do we say this? Kwa sababu sometimes huwa tunaingiza watoto wetu katika vifungo tukiwa hatujui. Wewe mzazi unaweza ukanunulia mtoto nguo nzuri kwa kuipenda kabisa, lakini kwa sababu ukakosa kuelewa yale maneno yako pale. Katika ulimwengu wa roho maneno yana matter. Photos, pictures, images, they matter a lot. They matter a lot. Ndio maana Belteshaza aliona kiganja cha Mungu kikiandika mene mene tekel na Perez, na kupitia yale maneno ufalme wake ukakatika. I don't know if somebody is getting me. So nitakuonesha we mwenyewe, I will take it closer for you to see for yourself. Okay, mavazi kama haya huwa yanapelekea watoto kupoteza destiny zao. Mavazi kama haya huwa yanapelekea watoto kupoteza vibali vyao. Kuna wengine huwa wanaanza kupoteza ufahamu. Unaweza shangaa mtoto ameamka amenyolewa. Unaweza shangaa mtoto alikuwa na afya anakonda ghafla. Unaweza shangaa mtoto alikuwa anakula akaacha kukula, akawa hali vizuri, afya ikazorota. Huwa wananaswa kwa baadhi ya vitu kama hivi, especially mavazi. Remember, mavazi yanahusiana pakubwa sana na ulimwengu wa roho. Mavazi yanaweza yakatransport spirits. Mavazi yanaweza yakatransport and transmit energy. Ndio maana vazi la Yesu lilipelekea mwanamke aliyetokwa na damu kupona. Na sio huyo tu, waliponywa wengi kupitia vazi la Yesu. Jina la Bwana lipewe sifa. So I want to take it closer for you now to see for yourself in Jesus name. Angalia kama hii ni misalaba mitatu. Hii ni misalaba. Alafu kiangalia huyu ni mdudu buibui. Buibui ako associated na octopus. Octopus ako associated na marine kingdom. Ni roho la mitego. Ukiangalia hii ni ile graphic ya jini. Hii ni ile portrait ya jini. Ukiangalia vizuri hapa unapata kuona kwamba huu ni mti ambao umekauka. Hii inamaanisha laana. Ndio maana Yesu alipolaani mti wa matunda, kesho ulipatikana umekauka. Ukiangalia vizuri hii ni popo. Ni kiumbe ambacho kiko associated na demonic realm. Sisemi kwamba popo ni wabaya wote, lakini kuna vile wengi wao huwa wanatumika na wachawi. Angalia vizuri. Ukiona hapa hivi kuna kaburi. Hata lenyewe limeandikwa RIP. Ukikuja hapa unapata kuona kuna temple yenye iko na mapembe. This is demonic. This is satanic. Kaburi la pili. I hope you're seeing. So vazi kama hili unaweza ukavalisha mtoto, ukashangaa mtoto amefika miaka 5, inakuwa character sio yake. Vazi linaweza likabeba unction ya kubadilisha character. Vazi linaweza likabeba unction ya kualter destiny of somebody. So wazazi tukue makini sana wakati tunaponunulia watoto wetu mavazi. Ikiwezekana wanunulie mavazi ambayo yamechorwa maua,
ama mavazi ambayo yameandikwa maneno mazuri kama joy, happiness, peace, love, brandings kama hizo. Siko hapa kuchafua biashara ya mtu yoyote, lakini mimi kama nabii ninafanya ule wajibu wangu ambao niliwekwa mafuta kwa ajili yake. The Lord bless you all. This is Prophet Jeremiah Mwisaka. And if you care, I know definitely you're gonna share. God bless you. Okay, Prophet, nifanye vipi vazi kama hili? Bila shaka ukishaona vazi kama hilo na ulitumia pesa yako kuinunua, kumbuka pia pesa ni currency katika ulimwengu wa roho. Hauwezi ukaregesha pesa kwa mwenye duka, utaambiwa uko na majaribu. Unalikanyaga namna hii na unasema Yesu amenipa mamlaka ya kukanyaga nyoka na nge, na nguvu za giza hazitaniweza. After that, unavunja kila bad energy ambayo ilikuwa inakuja na hilo vazi. Una rebuke, una cancel na una destroy in the name of Jesus. Unasema ninaenda kuliteketeza, na litakapoenda kuwa majivu, basi ikawe pia kazi hizo, maagano hayo, laana hizo zikarudi katika mavumbi, kuzimu, in Jesus mighty name. And then unalichoma in Jesus name, itakuwa umeshaharibu hiyo curses. Na pia unasema maroho ya malipizi yashindwe kwa jina la Yesu. Kwa hivyo hili tukitoka hapa tunaenda kulichoma direct. Mbarikiwe sana katika jina la Yesu Kristo. Amen. Tumevunja ya maagano na malipizi tumeharibu kwa jina la Baba na Mwana na Roho Mtakatifu. Amina.